ukiona msanii mkubwa anakuvimbia, ukuwa na msaada naye. Yani iko hivyo. Yani sio kwamba hao akina Platinum akina nani hawana watu wanaowatafuta. Lakini wewe ni nani unayenitafuta? Umeona? Lakini pia sio kila anayekutafuta ana nia njema. Watu wana mambo yao. Kwa ndio maana yani ukishakuwa na jina kuna vitu vingi unaviepuka. Umeona? Vingi sana. Kwa hiyo kuna tafsiri nyingi ambazo zinatokea. Ndio maana unakuta kwa mfano unavyozungumzia wengi wanaolalamika kwamba unajisikia unajinini, hawakuwa na mchango wowote wakati unajipata. Huyu tulikuwa tunaishi naye hapa, tulikuwa nani, alikuwa mchafu nini zile. Hawakuwa na msaada naye wowote, kwa sababu hata maneno yao unayanukuu tu kwamba wanakusema pia vibaya, licha na kwamba ni tayari umefika una ukubwa wako, una heshima yako. Na kingine ambacho ni kwa nini tuko hivyo, japo sio wote, ni kwa sababu ya unapokuwa unaitafuta sanaa, yani unapambana kwa ajili ya nani ya sanaa, unaipenda nguvu zako nini, kuna watu wanachukuliaga ni rahisi. Wanachukulia ni hizi. Ndio maana hata kuna baadhi ya kuna machali wengi tu wanatafuta. Bwana wale ambao wanawasoma kwanza akili zao. Naona huyu anapenda sana, wanataka kutafutia mademu huyu. Au wanataka nini. Kwa hiyo kuna njia kama hizo, yani kuna vitu vingi sana. So waelewe kwamba kuna tofauti kati ya kujisikia ukiwa umefanikiwa na kutokutaka mazoea na watu ambao wana mchango na wewe wote, au watu ambao unani. Kwa hiyo hapo mwenyekiti umetuchana live au sio? Iko wazi, yani iko wazi. Kwa hiyo kama mtu ana juhudi hii, tumetoka mbali, tunajua nini na achaje aseme mwenyekiti bwana hivi na hivi na achaje. Haiwezekani. Umeona? Lakini pia kuna wakati majukumu yanatokea pia, ila ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu anapokuwa star, usimtafsiri vile unavyo nani, japo wako ambao wana hizo tabia za X badala ya Y. Hai, mwenyekiti, kwa kumalizia na maswali mengine ya kizushi yatapata, maana tunaenda kumaliza muda wetu. Una malengo gani ama unatarajia nini tena kwenye hii tasnia ya uchekeshaji, labda kuwania tuzo na vitu vingine vinavyofanana na hivyo, yani mafanikio makubwa zaidi? Wewe una malengo gani hasa kwenye tasnia hiyo? Kwa bahati mbaya ni marufuku kuyazungumza malengo yako kabla hujayatimiza. Kwa dunia sasa hivi. Lakini kuna dondoo, unaweza ukasema dondoo. Kila mtu anapokuwa anakifanya kitu na akiachi, maana yake kuna kitu kizuri anakitarajia. Naweza nikalijibu kwa namna hiyo. Sawa. Sisi tunakuombea kila la heri, lakini kutoa comedian umetugusia hapo kwamba wewe ni photographer, sio na nini film director. Hayo mambo nafikiri unayafanya zaidi. Mimi najua kama Manasa sasa hapo tunatoka kwenye mwenyekiti. Inasemekana kwamba mambo ya shuti sana hii hapa, mama zinakuwa ni nyingi sana. Lazima ziwepo nyingi. Mama lazima ziwepo nyingi. Labda nikwambie kitu kimoja. Kwa mfano tunapozungumzia video, music video, wanawake wengi, mfano Vixen, wanapokuwa wanaona madirector, huwa wanajirahisisha sana kwa madirector. Japo sio madirector wote. Wakiwa wanaamini kwamba wataonekana. Lakini bila kujua sisi ni manyang'au. Umeona? Unaweza ukajirahisisha na usipate hiyo nafasi. Kwa hiyo issue ni kwamba ni kujitambua na kujielewa kwenye kazi yako ni nani. Alafu uzuri ni kwamba mimi nimeoa. Sasa hapo mimi unajua nimekuingiza kwenye mfumo wa 2 kwa 2 nimekuelewa, ndio maana nikabidi niingie mapema kutokupoteza muda. Mimi nimeoa, kwa hiyo ninaelewa, natambua wajibu wangu, naelewa nifanye nini na vitu kama hivyo. Natamani kujua kidogo, tunamaliza hapo. Mke wako alianza yani alikujua kama video director na photoshop, tujue kitu gani hizo kabla ya uchekeshaji, ama ni nini kile au vyote vilimkuta? Kwa juu tu, sababu ni mambo ya familia. Amenijua kama comedian. Na akunijua wakati nachekesha, alinijua kwenye matatizo. Alijua katika wakati tukiwa kwenye matatizo. Yani sisi tumejuana kwenye matatizo.
Umeelewa? Sema ni ka story natamani kukasikia lakini haiwezekani. Lakini haiwezekani muda. Kwa hiyo nje na kwamba akunifuata kama Baba Manka au mwenyekiti, bali alinifuata kwa sababu tulikuwa katika jambo fulani tunatakiwa kulisolve. Na tulishirikiana likatimia, na mshukuru Mungu. Kwa hiyo iko hivyo. Hai, kwa kumalizia kabisa, una nini cha kuambia Watanzania? Mimi cha kuambia ni kwamba watu tuendelee kupambana. Tuendelee kupambana. Maisha tunaelewa ni magumu, lakini hawezi kuwa maraini kama wewe mwenyewe unajilainisha. Lazima ukaze ili yenyewe aelewe kumbe hapa natakiwa nifanyaje nilainike. Lakini pia tuendelee pia kusapotiana kaskazini. Kama kuna wadau mbalimbali wa comedian na nini, waendelee kwa sababu vipaji vipo vingi sana. Kwa wale wote ambao labda ndio wanasikia leo, unaweza kaingia TikTok ukaandika mwenyekiti. Ukiandika tu mwenyekiti, hakuna mwenyekiti mwingine. Utamuona jamaa mmoja mweusi T, amevaa nguo nyeusi T, suti, kofia nyeusi T na mswaki wake. Huyo ndo mwenyekiti. Ndio huyo unayemsikia sasa hivi. Huyo unayemsikia. Lakini pia Instagram, TikTok, au unaweza ukasearch kwa Baba Manka wa Rombo. Hilo ndio jina lilikuwa la kwanza kabisa, nikaswitch kabla ya mwenyekiti. Nitakuja kuzungumzia siku nyingine, ni story ndefu. Haya.